Akaniambia hapana, nilienda hapo Embakasi nikarushiwa kwa dirisha hivi. Nikamwambia nitoshi, wakasema jipange huko mbele. Ati sasa kabla sijajipanga nikamwambiwa waziri anakuja na hii ni the only trouser nilikuwa nayo. Bado sijatafuta fundi. So we also want to make sure that mko na uniform. Lao nimesikia kwa hapa hata viatu inarushwa na ni namba 7 yote na ni ya left. So we need to make sure that it's being supplied in dignity and you're able to get your uniform from the county commissioner's office. That we have agreed with the DIG NPS to make sure that those are brought here. The other issues also, as we build the police stations, we want to work to also build the chief's offices and the administrative units. Ukienda Tana River, afadhali county commissioner alionyesha mimi yake hii ni mzee. Ni mzee lakini ni mzuri sana. Ile ya Tana River ni mabati. The county commissioner is sitting in mabati, alafu wale asa kiteremka wako nje huko kwa nje. County commander ya police hana mahali, akona kama mabati ingine hapo. The OCS and everybody else wako nje. It is not right that also administrative units are the way they are. We are going to work on it to make sure that we build these administrative units, and we are going to sit also at the national level. Thank you, County Commissioner. Kwa hivyo, let me now mention just in passing a few of the things. We have agreed on the Form W units. Nimesema hiyo 3, but we will also deal with many other places. Tumesema mambo ya Huduma Center. I will pass the message so that we move Huduma Centers, and also registration. I've already directed that we should take birth and death certificates also closer to the people, the way IDs are closer to the people. Operationalization in administrative units. I will operationalize some of the administrative units beginning next week to know which divisions are urgent, which location and sub-locations, especially in areas that are facing serious security issues. We have all the chiefs. You see, mkisikia nime-announce kitu kwa another county, it affects the entire country. All the chiefs who feel their lives are in danger, you have a right through the county commissioner. You are DCC and CCC, you report, we can register you as an NPR and we give you government gun. If you want to carry your own gun in a private, you apply for license. The normal way, we will help you fast track. The office of the principal administrative secretary yako hapa itakusaidia, then you will get a few police I know a few chiefs whom we have been able to help them. They get private private guns like any other citizen who can be licensed, so that you can protect yourself. But we will also attach necessary NPR and GAP officers when ready to support you. Hardship allowance imesikia, mmesema safety, training, illegal grazers. That is your job. Now the Form W units that are in those places, please do your job. Make sure that you repulse those grazers and so forth. Magari procurement process is ongoing. In fact, I was in the meeting last night to see how best we can procure. We will procure and share. Tukipata about 1,000, we share with the administrators and the police and even prisons kidogo, ndio tuone how another 1,000 like that. We share. When we get a vehicle, we share together. We get one, we share. Then we move forward together. I am very cognizant. Niliambiwa juzi na chiefs huko Nandi kwamba wako na motorbike kweli ya 2011, lakini chief aliniambia inapiga kelele kama helikopter. Ati sasa akitaka kuenda kushika mama bima huko amepika pombe, huyo tu anauza pombe yake akijua, anajua tu wakati chief atakuja, akisikia tu kelele anafunga anatoroka. But as long as hakuna kelele mingi, anajua kwamba pombe anaweza uza. So we know the motorcycles you have come to towards the end of their lifetime. We will see what we can do around all those issues. Niliambia also ACC moja alipelekwa mkutano huko Kitale, akaanguka kwa nini? Wakati tu kidogo tu afike Barasa, mtu ya motorbike akaanguka. Na watu walikuwa wamekaa huko wengi. Ati wakasema serikali imeanguka. So I truly identify. These are stories I get from this Jukwala
la usalama. Kama vile nilipata sasa viatu ya namba 7 ya mguu moja kwa hapa. Ndaenda kuambia hawa huko mbele. So we will need to make sure that that is sorted. And for the ACCs, we can even get one car kwa sub-county. You use it for the time being as you get to the numbers that we need. My job IDs. Mambo ya network coverage kwa hii Samburu na Laikipia is a problem. Mpaka huko Tiaty constituency, we are having a discussion with Communication Authority, ndio watumie Universal Fund kusupport Safaricom watuwekee mast mahali hapo. I can see I'm really under pressure of time. Mambo ya AIE promotions, we have had you, uniforms, climate works, tumesikia, lack of vehicles, check unit, hiyo story nimesikia pia. Check unit we must engage. Sasa IG check unit inaenforcewa na wewe, si ndio? Yeah, sasa wewe ndio unaenforce na unaona hii shida, si tukubaliane tu. Sasa mwenye anaenforce check units ni OCS ako hapo na wewe chief, si muelewane tu, muambiane jameni, nikienda job wanatuma watu kutoka Nairobi nini? Okay, but the police officers are still from, yeah, the IG will sort it out. Let's sort out that. Sasa, let me ask you, kwanza the problem, we should sort it out ourselves, Beverly. Because, kuna wakati chief hahitaji hiyo motorcycle. Kuna wakati chief hayuko job. Hata akienda church hako job. Yes, akifika hapo church na kitu itole, anaingia tu job straight. Sio lazima akuwe na uniform. So I think the problem is us. We also need to indicate that you can use this motorcycle anytime. Otherwise, chief angeenda kuandikwa kazi kaunti ingine, si ndio? The only time tutakuwa na shida ni utoke location yako ama kaunti yako uende kaunti ingine. Hata kaunti ni sawa because unaweza itwa na county commissioner, ukuje headquarters, unaweza kuja kununua kitu. I think we need to work on the use of the motorcycle. In any case, hata wana mafuta ya kutosha kuzunguka kila mahali na hiyo motorcycle. So it is self-regulating in the first place because ile AI ni kidogo. So there is no need to put any further regulation. Let's sort that issue, Beverly, from the source. And then, hiyo mambo ingine, kuna OCS alisema ati ametumiwa many women, women officers, I think shida yake ni language. Maybe what he should have said is that in operation areas where bunduki usiku na kuingia Mkokodo forest na nini, let's deploy young men. Not even men alone, young ones. Sio mtu ya 50s, 60s or something of that sort. No, 50s. Alafu for our women, also deploy it properly in a different place. But you can't say we cannot hire women. We have a constitutional responsibility to fike 30%. Saizi tuko only 14. Bado tunangangana tufike 30%. And by the way, in future, nile tu ukora hii ya banditry na nini na nini. In future, technology will take over kazi. So police officer in future will just be working with his computer kwa gari yake. Akimonitor criminals, akiita hawa, anawashika, anafanya nini. So hii shida, hii reasoning ya huyu OCS, ana reason kama mtu ako Mkokodo forest. Yeah. So ana ubaya, ni ile tu haku communicate vizuri. Haku ana ubaya, alitaka kusema wakati wa kulimana na bunduki na mabandits, wacha wa mama wetu wasikae kwa that area. So he should also communicate properly. I don't think alimin haku anadharau wa mama. Lakini ile example alitumia sio right. Hiyo angerekebisha hiyo example kidogo yenye anatumia. Otherwise, we need more women in number, especially in the police stations, as much as gender desks and many other. After when you are searching suspects and they are women, it is important to have ladies to help you. Otherwise, watatafuta assistant chief ndio asaidie mwenye ama chief mwenye is a lady. Already IG amesema 53 and above will be promoted automatically. Mambo ya yote network drones, we agree, we are working on it. IG is actually working on procuring a few of them. Ndio itasaidia kwa operational areas, and this is the key area in this regard. Mental health issues, we are working on all this distribution of drivers, I agree. Merit promotion, IG, you will still have to work on that merit promotion. And the OCSs everywhere we have gone wamesema, they should have a say. Because unakaa hapo, uko na ofisa mwenye ni tabia mbaya,
afanyi kazi, ni mtu anasumbufu. Alafu umempigia kelele, kesho anakuambia nimekuwa sergeant. Sasa what will you do? Yeah, so you need to involve also the OCSs, otherwise it will create disharmony in the police station, because the one who is working very hard is not getting promotion, the other one who knows the minister amepata promotion. Sasa inalete hiyo imbalance. Afadhali hata ukitaka upromote uite polepole na upeleke kwingine, hata huyo hatajua kwamba but the best thing is to do by merit and with consultation with the OCSs. This one, prisons, we have agreed hardship allowance, nimesikia, incitement, illegal grazing, standards uniforms, we need NPR nimesema, conservancies nimesema, more fuel. Nataka wananchi wenye wako hapa wajue kitu moja. Polisi wanapewa tu only 450 liters of fuel per month kwa ile leasing agreement tuko nayo. So we are trying to revise it. Ukisikia OCS anakuambia hakuna mafuta, sio hata anataka hongo, ni ukweli. Yeah, ni ukweli, because ametoka Doldol kuja kunywa mafuta wapi? Na Nyuki, alafu anarudi na kwenda kutumia the rest in operation the entire month. But that's not even a good example. Ametoka Kibish in Lodwa kuja kunywa kwa Kitale mafuta 450 na arudi to Kibish na abakishe ya kufanyia operation. I mean, atabaki na nini? Atafika Kibish akae hapo angojee kwenda mafuta ingine. So we are doing the review so that it becomes fair, and the IG had a meeting this week with Treasury to think of how to improve the allocation, but also the distribution center inapelekwa wapi, nani ndio atapeana ifikie nani. Armored vehicles nimekubaliana, take over, appointment of chiefs, need for special AIE promotions, chiefs must propagate government projects, employ blah blah blah, elders be supported. Hii ya wazee, already the policy is on my table. Tunapeleka to cabinet. But it's important because kuna watu wanapeleka propaganda. Wanasema Murkomen anataka kuandika kazi wazee na vijana wajaandikwa kazi. Atuandiki kazi wazee. Na sio ati tunataka kulipa hawa salary. Umesikia hata wazee wamesema kwa hapo wenyewe. Wanataka facilitation fee kidogo. Ya airtime, ya nini, ya kurun around, ya kufanya hivyo. Tukiita salary haitapita. Lazima tutafute something yenye itasaidia wazee to move around. Kama ile pesa ya wazee, and maybe ikuwe juu kidogo, ile itasaidia wazee kufanya operations yao. That is the proposal I have received with the public participation, and we will see how to support our elders. Kuna wengine already who are in pension, so they don't need anything. They are just serving. Lakini wale wenye ambao they get nothing completely, we must find a way of supporting them. It looks like everything has been said. I cannot clear everything today because of time. I'm really under pressure at time. Let me say this. Nashukuru sana for the issues that you have raised. We are a listening government. You can see from even the response I have, all the other, because of the other Jukwaa Usalama, I have become wiser. We have made right decision. For example, hatungekuwa na hii meeting tungesema seki ikuwe ni form W nitiende hapo. So tumepitisha kwa hapa sahi. So tunangojea within 1 week. So IG, please, usiniangushe. 1 week ni Thursday next week. So between now and Thursday, there must be a form W unit kwa seki. You know? Na Oljiro, na hiyo mgine. So that is why it's important to come. And it's not because these leaders are not working. They have come to my office, hata wameleta some of the delegation wako hapa mpaka ofisi yangu. It is just that it is good also sometimes to have this engagement so that we emphasize and re-emphasize some of these issues and how to take it forward. It is now my greatest pleasure to invite the Sinikusevie to time. Yeah, okay, let me invite you, County Commissioner. Proceed. Thank you very much. Haya, tumukaribishe kwa makofi ya Deputy Governor, Mheshimiwa Kamuri. Karibu, it is your turn now. Oh, Bwana Landano. Karibu. Tumukaribishe kwanza. Karibu.
Mheshimiwa Waziri na watendakazi wote wa serikali ya kitaifa na wale wote ambao tuko nao Laikipia, hamjambo? Kwa majina ninaitwa Lantano Nabala, Speaker wa County ya Laikipia. Najua wengi wenu mnanijua, lakini singetaka mimi mwenyewe kuzungumza kwa sasa. Nimeambiwa niweze kupatiana nafasi kidogo kwa members wangu, na naomba nianze kwa member of the County Assembly mmoja kutoka North, na hiyo pia ili niweze kumpatia mwenyekiti wa komiti yetu ya bunge ya cohesion. Hivyo naomba niweze kumkaribisha mmoja, lakini kabla sijafanya hivyo nawaomba waheshimiwa tusimame. Naomba tusimame, tuangalie pia upande ule, ili ninapotaja jina uinue mkono utambulike kuwa wewe ni nani. Kwanza naomba niweze kumtambua Mheshimiwa Gathoni.